Karibu sana mpenzi mtazamaji katika siku ya Jumapili ambayo nilikuacha na kichwa kinachosema Kristo mshindi. Tukasema leo tuzungumzie kidogo Kristo anashinda vipi wakati unapitia katika changamoto na magumu ambayo unakutana nayo katika maisha yako. Na kabla tujaendelea mbali zaidi tupate ombi kutoka kwa Mwalimu Lucas. Karibu. Tuombe. Baba mtakatifu, tunakushukuru. Leta majibu sasa. Watazamaji wakuelewe na wafanyie kazi kile ambacho wamekielewa. Tunakushukuru kwa sababu utatuongoza, ni katika jina la Yesu. Amina. Amina. Nipende kuwakaribisha walimu katika mjadala wa siku ya leo na mpenzi mtazamaji. Na sijui nitaanza na Mwalimu Lucas au Mwalimu Lekwa. Ngoja nianze na Mwalimu Lucas hapa. Karibu kwa ajili ya kugusia siku ya Jumapili. Nashukuru sana. Nifanye nini zaidi? Leo tukiwa ni siku ya Jumapili, Kristo mshindi. Ni mshindi dhidi ya nini? Tunaona ya kwamba tunatembea katika somo la pambano. Somo la pambano, hata somo la wiki iliyopita tuliona habari ya sheria za mpambano. Hata lile somo la ndani lilikuwa linasema mpambano wa ulimwengu. Kimsingi ni mpambano kati ya Kristo na Shetani, wema pamoja na uovu. Lakini kuna jambo la kushangaza hapa ambalo tunatiwa moyo baada hayo. Tunaposema mpambano, tunamaanisha yale mambo yote ambayo tuna experience kama wanadamu. Hayo yote ni part ya mapambano tunayokumbana nayo maisha, kuugua. Si ndio? Yeah. Yote hayo kama ambavyo tumepata mfano fulani kutoka kwa Mwalimu Mlekwa hapa, si ndio? Mtoto yuko kule barabarani, hana ada, anaomba na nini. Ni mtu ambaye anakuwa katika mazingira akimtambua Mungu kama katili, mbaya, asiyeona, asiyejali. Yote haya ni nini? Ni mapambano. Lakini mapambano kati ya nani na nani iko wazi. Kati ya Shetani na nani? Na Kristo. Na Ibilisi. Lakini kuna neno la kutia moyo hapa. Kuna neno la kutia moyo hapa. Siku zote mapambano yatakuwa ya moto sana, lakini mshindi yuko wazi. Sawa na mpira nacheza mechi Simba na Yanga, ila tunajua nani atashinda. Sawa. Ni labda nitimishe hapo ya kwamba mshindi ni Kristo. Kwa pamoja na mambo yote haya ambayo tunapitia na nini, chagua upande wa Kristo, kwa sababu huyu ndo atakayeshinda. Hata kama mambo yatakuwa marefu kiasi gani, mchague Kristo kwa sababu huyu ndio atakayeshinda. Na hapo mwalimu hakuna cha kubeti. Hata ukibeti hii inafahamika tu. Unachanika. Labda iwe kwenye kutoa nini sijui ile inaitwa. Haiwezi kukubalika. Yesu ni lazima atashinda. Nashukuru sana mwalimu, asante sana. Naam, karibu Mwalimu Lekwa. Naam. Kristo ni mshindi. Kwa Kiingereza anasema the Christ is the victor. Yesu ni mshindi. Katika ushindi wa Yesu ni kwa wale tu, naanza kwa kusema ni kwa wale tu waliomchagua. Kama mtu hata mchagua, ushindi wa Kristo unakuwa ni define. Yaani mwanasikia tu lazima tumefanya matokeo. Mtu huyo anabisha cheti. Kwamba kama mtu hata mchagua Yesu, ushindi wa Yesu kwake ni bure. Kwa sababu dhambi inadai adhabu ya kifo kwa kila mtenda dhambi. Kwa njia ya kifo cha mtenda dhambi cha mtu ndipo dhambi inalipa. Sasa kama hajamkiri Kristo, damu yake itadaiwa. Na kwenye hili pambano tumemaliza kuongea wiki iliyopita kwamba masharti ya pambano. Mtu anayemchagua Ibilisi hakika anakuwa chini ya mbawa za Ibilisi na mamlaka yake. Kwa hiyo Kristo ni mshindi, ni ule ushindi kwamba kwa wale tu waliomchagua Kristo. Sasa wale ambao hawajamchagua Kristo wanakuwa kwenye hatari zaidi. Labda
tutasoma hapa kwamba Kristo yeye mpaka dakika hii anadai kwamba naye ni mshindi kwa njia ya udanganyifu na uongo. Kwanza anasema yeye audanganyaye ulimwengu wote tangu mwanzo, kwamba yeye ndiye mwanzilishi wa uongo. Mtazamaji, kusoma Ufunuo 12 mstari wa 9, Mathayo 4 mstari wa 3 kwa wakati wako utasoma, na Yohana 8 mstari wa 44. Mafungu haya yanaonyesha jinsi shetani alivyo mdanganyifu na muongo. Lakini pia Ibilisi ni mwongo na mshtaki wa Mungu na watu wake mbinguni. Kwa hiyo siku zote ujue kwamba anayetushtaki mimi na wewe ni Ibilisi. Ndiyo maana alipiga hodi siku ambayo Ayubu anajaribiwa akimshtaki. Ndiyo maana alipiga hodi siku ambapo alipokufa Musa kwamba huyu ni haki yangu. Kwa hiyo kuna madai mengi sana Ibilisi amepelekea Mungu, lakini watu wale walikiri jina la Yesu hadi mauti. Na namba 3 mwisho Kristo, shetani anadai kwamba yeye ndiye mtawala mwenye kujitwalia mamlaka pasipo haki kwa ulimwengu. Kwa hiyo yeye anadai hivyo, lakini mwisho kabisa anahitimisha Yesu anasema Yesu anatushindia na ndani yake tunaweza kuwa na ushindi hata katika taabu na mateso. Hakika kazi ya Kristo inampinga adui. Kwa hiyo tunachohakikishiwa ni kwamba ukimchagua Kristo manake unakuwa upande wa ushindi. Japokuwa nampa alert mtazamaji na mtu ambaye ni msafiri wa mbinguni, ni kwamba japokuwa taabu tunaongelewa hapa na mateso hayamaanishi huna Mungu. Unaweza kuwa umelala njaa leo, umepitia taabu nyingi, ila Mungu yupo. Ila wanasema zinakufanyia sanctification. Kiswahili tunasema utakaso. Ndio utakaso unaokuruni kwamba umuone Kristo, kwamba hata katika shida nalimuona Kristo. Asante bwana. Asante. Unajua nilikuwa najiuliza swali kwamba Kristo ndo mshindi, lakini matatizo ambayo tunakumbana nao kwenye maisha yanatuchanganya kiasi kwamba tunashindwa kuelewa kwamba hivi hili tatizo ni Kristo kasababisha au ni shetani. Lakini pia unapozungumzia kwamba Kristo ni mshindi, hivi mimi nitajuaje kama niko upande wa Kristo au siko upande wa Kristo? Nilikuwa naomba hili swali tuende nalo katika siku ya Jumatatu, kwa sababu ni swali la muhimu sana. Yaani mimi nitajihisije kwamba niko upande wa Kristo, au nifanye nini niwe upande wa Kristo? Kwa sababu huenda ninaoyapitia mimi na wewe unaoyapitia ni yale yale, lakini wewe unasema uko upande wa Kristo, mimi siko upande wa Kristo. Sasa kuna utofauti gani hapo? Nadhani ndugu mtazamaji, tutaliweka sawa hilo na tutajifunza zaidi kuhusiana na hilo. Nikukaribisha katika siku ya Jumatatu ambapo kichwa cha somo kinasema mwenye haki na mwenye kumhesabia haki. Lakini pia tutajifunza kuhusiana na hilo swali. Mungu akubariki sana mpenzi mtazamaji. Tupate ombi. Tunakushukuru sana Mungu kwa kutupatia somo fupi ambalo umetufundisha kuhusiana na ushindi ambao wewe ni mshindi tangu mwanzo. Tunakuomba Mungu ukatujalie tukakae upande wako, na ndugu mpenzi mtazamaji ukamsaidia akaweze kuwa upande wako, kwa jina la Yesu, amina.